kuna definition nyingi sana ambazo ni wrong za imani. Kwa mfano, mtu anasema hivi, ninamwamini Mungu kwa gari mwaka huu. Namwamini Mungu kwa gari mwaka huu, au kwa nyumba mwaka huu. Namwamini Mungu. Hiyo sio tafasiri ya imani. Kwani Mungu amesema uwe na gari mwaka huu? Mungu amesema? Sio Mungu alisema. Maneno yako haiwezi kugeuka kuwa imani. Imani lazima itokane na kile ambacho Mungu amekisema. Sio feelings zako, sio wishes zako. Tunasema mwaka huu namwamini Mungu kwa kuoa. Very good, ana mipango mizuri. Anataka kuoa. Binti anasema mwaka huu namwamini Mungu nitaolewa. Inaweza kuwa ni confession ikaleta matunda kwa sababu umeamini, umeconfess. Umeiunda mwenyewe kwa confession, lakini sio imani. Simple definition ya imani niliyoipata mimi, hii inatengeneza mimi sasa. Sasa mimi na Roho Mtakatifu na mimi natengeneza kwangu. Imani chanzo chake ni kutii, na kutii huja kwa agizo la neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo linavyokuja au neno la Mungu linavyokuja, unapolitii, unapolichukua kama lilivyo na kuliishi, no matter how dangerous it is, no matter how controversial it is, unalichukua jinsi lilivyo, unaliweka kwenye maisha yako, wewe unahesabika mwenye imani. Ukisikia mtu anaitwa mtu wa imani, Ibrahim baba wa imani, ni mtu alitii, alizoea kutii mpaka ikafanyika sehemu ya maisha yake. Kwa mfano, Ibrahim anaambiwa utakuwa na mtoto. At the age, Mungu alivyorudi tena, nakumbuka Ibrahim was 99 years. Na Sara alikuwa miaka mingapi? 89, sio? Walikuwa tofauti ya miaka 10, si ndio? Kwa hiyo Ibrahim alikuwa na miaka 99, Sara ana miaka 80 na ngapi? 89, si ndio? Sasa anakuja Mungu. I remember that was the last visit kabla hajapata mtoto. Anamwambia mwaka kesho wakati kama huu, Sara mkewe atakuzalia mtoto. Mungu anamwambia Ibrahim. Biblia inasema Sara akamwamini aliyeahidi. Na Ibrahim kwa sababu alikuwa amekubaliana na maneno ya Mungu, Sara naye akawa amekubaliana na maneno ya Mungu kwa 100% ya akili yao ikayachukua kama yalivyo kwenye maisha yao, kwamba ndivyo itakavyokuwa kama alivyosema. Biblia inasema miili yao ikahuishwa.